Halo ndani ya Tito TV ukiwa na Tito mwenyewe na niko na dadangu hapa Sara. Wakati mwingine tukiwa na mkutano tumezungumzia kuhusu vile ambavyo vijana wanaweza jimudu katika kuishi hasa kwenye ulingo wa pwani. Na vile vile tunavyowaletea habari moja kwa moja hapa kwenye ulingo wa pwani ni kwamba wakati ule alituelimisha kuhusu tumuhusishe Mungu kwanza, na kisha akasema wakati mwingine tutakuwa tunazungumzia mtu akuwe na elimu. Wacha tumsikize ni vipi ambavyo ungependa kuwahamasisha wakuwe na elimu ya namna gani katika zile nyanja ambazo wangependa kutafuta kazi. Habari ya leo. Leo nasikia ni mtulivu. Leo sijachangamka sana manake nasikia nimechoka. But hivyo mwenzangu hapa amenipa nafasi hii. At least niweze kuongea 1, 2, 3. Na last time tulipokuwa na video shooting kule beach, tuliongelelea kuhusu mambo ya vijana na mambo ya kazi, na tukaongea kama wewe ni kijana unataka kufanya kazi, kitu ya kwanza na cha muhimu, cha msingi zaidi unafaa kukizingatia ni kuwa unamuhusisha Mungu kwanza. Kwa sababu gani unamuhusisha Mungu? Mungu ni yeye upeana maarifa na Mungu ni yeye upeana hekima. Kama vile Solomoni alivyoomba Mungu, hakuomba utajiri, hakuomba kitu kingine chochote, aliomba hekima. Ukiwa na hekima unaweza kufanya kazi kwa usahihi, unaweza kufanya kazi kwa utaratibu, na unaweza kufanya kazi ukapata faida. Lakini ukifanya kazi kwa upumbavu, nataka ushike hilo, ukifanya kazi kwa upumbavu hautapata faida, utapata losses after losses after losses. Kwa hivyo wakati unamuhusisha Mungu, sasa tunamuhusisha Mungu kwa sababu ya kitu kingine chote, ni kuwa yeye akupe maarifa, akupe kuelewa na akupe hekima. Ukiwa na vitu hivyo kwa kazi unayoifanya, either umeajiliwa ama umeweza kuweka biashara lako, ama pia umepewa maybe investment uiangalie, ukue wewe ndio ukiateka ya kuiangalia. Ukimuhusisha Mungu anakupea maarifa na unafanya kazi safi na unafanya kazi ambayo itafurahikiwa na kila mtu. Mungu awabariki. Asante dada yangu kwa hiyo elimu ambayo umeweza kutupatia siku ya leo. Na vile vile la kuongezea ni kwamba wakati tunapomhusisha Mungu kwanza, vijana tuwe mstari wa mbele kupenda uhaki na sawa. Wakati unapomhusisha Mungu lakini unamhusisha Mungu na wakati mwingine hauko katika hali ya sawa na Mungu, ni vigumu sana kufanikiwa. Hatusemi hivi sababu tumefanikiwa, lakini tuna imani kwamba katika njia ambayo Mungu anatuelekeza tutapata kufanikiwa. Nina dada yangu ambaye Farida hapa, ambaye nasema kidogo katika upande wa biashara ama upande wa kikazi amekuwa akifanya bidii. Wacha tusikie pia ana yapi ambaye anaweza muelimisha kijana ambaye atatazama video hii kuhusiana na mambo ya ajira na usawa katika kazi. Asante, karibu. Habari zenu, kwa majina naitwa Frida. Nitaongea kidogo kuhusu kazi ama ajira. Nikuwa kama umesoma, labda uko na makaratasi yako, hujapata kazi, usikufe moyo. Wewe endelea kuomba Mungu na pia endelea kutafuta kazi. Hata kama kuna kazi imetokelezea si ile ambayo ulisomea, wewe fanya hiyo mwanzo. Hiyo ndio labda itakupatia daraja kupata ile kazi ambayo ulikuwa umesomea baadaye. Kazi ni kazi, usikupe moyo, bora tu inakupatia mapato yako ya kukuwezesha katika mambo yako ya kila siku. Usichague kazi, fanya ile kazi itakayopatikana mwanzo, na ile nyingine ambayo unatarajia utaipata baadaye kwa mapenzi ya Mungu. Wow. Farida ametuambia kwamba hata kama umesoma, una shahada zako na diploma ambazo pengine umefanya na shahada zako, ni ukweli umesoma, lakini
kwa ile kazi itakayopatikana ya kwanza ifanye hiyo wakati unaendelea kutafuta kazi nyingine. Kwa hivyo vijana wenzangu na wale ambao pengine ni wazee na uko katika hali ambayo unatafuta kazi, utafanyaje, umesoma na hujafanikiwa bado, ningependa nikutie tumaini kama vile alivyosema kwamba tusikose tumaini katika hiyo kazi ambayo unayoifanya ndogo ama hiyo unayopata maybe kuifanya wakati kama huu. Endelea kuifanya wakati unaendelea kutafuta kazi nyingine. Na hapa pia tuna ndugu yetu ambaye anaitwa Alvin, na pia katika upande wa kazi kuna changamoto, na wakati changamoto zinapokumba mtu ni vizuri pia ujue ni vipi utastahimili hizo changamoto katika kazi. Wacha tu atuambie ni vipi kijana anaweza stahimili changamoto katika kazi wakati zinapotokea, wakati ule pengine ulikuwa katika mahali pa kazi na sasa mambo si mazuri. Habari zenu. Kuongezea kwa hiyo mambo ya kutafuta kazi, lazima uwe na uaminifu. Usipokuwa na uaminifu, hiyo ndo chanzo ya kupoteza kazi na kupoteza hata Mungu kumuhusisha kwa maisha yako. Usipokuwa na uaminifu, kuna yale unayotarajia kwa maisha yako hauwezi pata kwa sababu ya hali ya kutokuwa mwaminifu. Mungu hutizama moyo wa mwanadamu, hutizama pia uaminifu anayopatia mkubwa wake, kwa sababu Mungu ni mwenye haki na Mungu mwenye heshima. Kwa hivyo usipokuwa na uaminifu, hiyo ndio inakuwa chanzo ya wewe kupoteza kazi. Na usipokuwa na ushirika na Mungu, kwa sababu neno la Mungu nalo linasema niite nami nitakuitika. Ukienda na mawazo yako hautafanikiwa, kama vile dada Sara amesema. Tumuhusishe Mungu kwa yote. Asanteni. Kwa hivyo watazamaji na wafuataji wetu wa televisheni moja moja, hii nambari 001 hapa toka kwenye ulingo wa Pwani, basi tusisite kutenda wema, kumhusisha Mungu kwanza na tukue sawa na Mungu. Kama vile wenzangu walivyotangulia kusema, Mungu ndio chanzo cha kila kitu. Kwa hivyo tumhusishe Mungu kwanza katika kila jambo na tukue sawa na Mungu. Na kama unayo makaratasi ya kama vile dadangu alivyosema, siku moja itajipa tu, maisha itakuja kuwa mazuri. Najua kuna watu wengi wanajiuliza ni vipi nitaweza kunawiri, lakini si kwamba tumenawiri, lakini tuna imani tuko katika njia, sio? Tuna imani tuko katika wakati wa sawa kunawiri, si ndio? Kwa hivyo kuna wakati tutafika ambao tutanawiri na mambo yatakuwa mazuri. Upande mwingine ningependa tu tupige hatua kidogo, tuzungumzie ni kuhusiana na maisha ya uhusiano baina ya watu wakubwa wakati wanapofika mahali pa kuchumbiana wapate kuingia kwenye ndoa. Sisi hatujaingia kwenye ndoa, lakini kuna maisha ambayo kama vijana tunastahili tuige mfano mzuri. Na ninaye dadangu ambaye najua amebombea sana, ni mtu ambaye amekuwa mwenye mawaidha makuu katika maisha ya vijana wengi. Na kwa hiyo Alfa, ningependa tu nichukue fursa kwanza nimkaribishe, na pia atatuambia ni vipi ambavyo kijana anaweza jimudu, ukae vipi na uhusiano wako uwe wa kudumu. Mara nyingine tena nashukuru kwa kupewa fursa hii, na mwanzo niseme hakuna mtu ambaye ni pro kwa mahusiano. ama nimeongea vibaya kwani? Hakuna mtu ambaye ni pro, na usiwahi danganywa na mtu. Hata ukisikiza story ya babako na mamako, utakuta ukisikiza story za baba na mama, kutasikia kuna pia challenges. Pia kuna challenges walipitia mpaka wakafika mahali kabla hawajafanya maamuzi. Na mimi kuguzia kidogo mambo ya mahusiano. Mahusiano siku hizi si kama zile enzi za kitambo tulikuwa tunasikia, manake saa hii watu wamekuwa very self-centered. Nikisema self-centeredness ninamaanisha kila mtu anavuruta kamba pande yake. Mimi leo tuseme kwa mfano huyu kaka Titus aje anataka urafiki wenye utakuwa pengine utatuelekeza kwenye ndoa. Utamkuta pengine nia
yenye inaitwa na kizungu, lugha ya kimombo, motive. Nia yake si nzuri. Yeye pengine kwa mtazamo wake ameniangalia hivi, akaona dada Sara ni kama kuna vile Mungu amembariki, ako vizuri. Sasa yeye atakuja na ujanja wa ati ni uhusiano anataka, na ili hali si uhusiano anataka, kuna vitu anavitaka. Mwanzo anataka a study your lifestyle. Akisha study your lifestyle, pale atakuwa na nunua kitu inaitwa trust. Akinunua trust, wewe kama hauko mtu wa kuwa msharp in discernment, utakuwa umemropokea vitu mingi sana zako za ndani. Na wakati umeshamropokea, ule mtu kukuwai atakuja na atakukon. Manake hiyo inaitwa conning in relationship. Huyo mtu atakukon kivipi? Ataanza mahitaji ya hapa kule, na kwa sababu yeye anaona wewe ni partner yake, na ana expect partner yake akuwe mtu wa kwanza anapopata changamoto, akuwe wa kwanza kuintervene. Sasa kumsupport, kuingililia mambo yake, yani uingie hapo umsaidie, umpe maybe maushauri, effort zako, energy yako, time yako, resources zako zote uzimwage pale. Unaona vitu kama hizo. So unakuta challenges za nowadays relationship zimekuwa nyingi sana, na ni Mungu tu atusaidie, manake watu wengi mimi husema roho ni msitu, iko ndani sana, ni msitu. Huwezi jua ni nini mtu unless uingie kwa maombi. Vile nimetangulia kusema kwa video, Mungu kimuhusisha atakuja kuonyesha ule mtu kama video, akuonyesha huyu mtu amekuja kwa nia nzuri, na Mungu aongeleshangi atianza kukuonyesha ati direct. Mungu anaongea kwa mafumbo. So ni wewe ukue spiritually, uko sharp, uweze kuelewa hii ndoto niliombea kitu fulani na nimeiona hivi. Kwa hivyo inaweza kuwa inamaanisha ABCD. Mungu awabariki. Asante sana dada yangu, na nina imani kwamba wale ambao mtatazama hii video mtakuwa mnaelimika zaidi. Wacha tusikie maneno tu mawili ya Sister Frida na ndugu yangu Alvin atafunga. Tunaambia ni kuhusu mahusiano. Ongea tu. Sema tu huwezi kosa experience kidogo tu. Sitaki muda mrefu, muda ushatuacha. Katika mahusiano, mwanzo kitu ya kwanza inafaa muhusishe Mungu, vile dada yetu alivyotangulia kusema. Na pia katika mahusiano inafaa mkuwe na maelewano, mkuwe mna meet kila wakati, mnajuana, hasa kupitia pia kwa Mungu. Katika mahusiano yenu wawili inafaa iwalete yani karibu na Mungu, haifai kuwaleta mbali. Kama inakuleta mbali, basi hiyo Mungu hajakubaliana nayo. Ndugu yangu na ngapi ya kusema, ongeza. Kuna mtu mmoja alisema katika mahusiano, ukimpenda partner wako hiyo haitoshi. Ukimpenda partner wako hiyo haitoshi. Kuna kitu inaitwa passion. Kama hamna passion ya Mungu na kenye mnapasiu kwa maisha yenu, kuna mahali itafika mtaachana. So mi kwa hapo kwa mahusiano, kitu cha kwanza ni Mungu awatawale, Mungu awasaidie, na kuna ile kuaminiana. Maana chanzo cha watu kuachana ni kwa sababu ya uaminifu. Mmoja anaweza kosa uaminifu na mwingine anaweza baki kwamba anamwamini mwenzio kumbe haaminiki. So katika mahusiano pasipo uaminifu ndo chanzo cha watu kuachana, kukosana, ndo inaleta mambo ya toxic marriages na mambo mengi. So kwa yote tu ni kumshirikisha Mungu. Maana unapomshirikisha Mungu, kuna mambo Mungu anga anaachilia kwa maisha ya mtu binafsi. Kuna kama hiyo discerning spirit, unaweza kufahamu ya kwamba partner wako ako vipi, ako na ile msimamo kama wewe ulionao. Ni hayo tu. Kwa hivyo asanteni sana kwa kutusikiza. Mimi na haya kuongezea tu kwamba usiwe tu mtu mrahisi wakati unapokuja kwa maisha yako.
kuwa kwanza mtu wa kustadi, usikuwe tu mtu wa kukimbilia. Watu watakuja wengi, niseme hivi kwa kina dada, watu watakuja wengi kila siku, na we kijana ama kijana mwanaume utaona vitu vingi ambavyo vitapendeza macho kila siku. Na kama umempenda mtu mmoja, kitu naweza kuambia ni kwamba focus kwanza na hiyo uhusiano. Kama ni mpango wa Mungu itafaulu, na kama ilikuwa haijapangiwa kufaulu, basi hata wakati itakapokuwa ikianguka utakuwa umesoma mambo mengi. Tumhusishe Mungu kwanza na mambo yatakuwa mazuri. Wacha tupatane wakati ujao, wakati ule mwingine. Ukose kutuona mahali kama hapa, fuatilia video zetu ndani ya mitambo ya Tito TV 001. Ukiwa na kwenye studio zetu hapa